Mambo vipi? Mimi naitwa Bigman Is na leo niko na marafiki hapa. Mwanangu anaitwa nani? Mimi naitwa Jay Manyele. Mshikaji hapa MC Mason. Na maswali mawili hapa. Ndio. Hivi kwa upande wako wewe, rafiki upi ni mzuri kati ya rafiki wa utotoni au rafiki ambao umekutana naye ukubwani? Naweza kusema urafiki wa ukubwani ni sahihi kwa sababu urafiki wa utotoni kuna wakati unaanza mwisho siku unapotea. Na yule ambaye mnakutana naye ukubwani mnakuta mnaendelea na maisha yanaenda. Mwanangu hapa, kama hujasikia swali vizuri, yani urafiki wa ukubwani na urafiki wa utotoni, upi ambao urafiki ambao unauthamini? Na uthamini urafiki wa ukubwani. Ya, kwa sababu ndo unayekushauri, unayekupost, yani unakusaidia kwenye maisha, unakusave mambo mengi sana. Kwa sababu ukubwa ndo unazidi kuendelea kwa sababu ndo maisha yaliyoko kwa muda wa sawa unapokuwa umefika kwenye ukubwa. Kwa nini asiwe rafiki wa utotoni? Kwa sababu mimi ninachokiona rafiki wa utotoni ni yule ambaye tayari kuna tabia ambazo kakutengeneza. Yaani kuna tabia ambazo umekuwa nazo. Umeona kwa mfano wewe hapo. Mimi naweza kaa rafiki wa ukubwani. Sawa. Lakini ukawa rafiki yangu wa utotoni. Ndio. Si ndio? Yeah. Uone kama wa utotoni ndio muhimu kuliko wa ukubwani? Wa utotoni hawezi kuwa wa muhimu kwa sababu kuna muda mwingine unapokuwa haupo naye, unatoka mbali, yani kuwa mbali naye. Sasa hawezi kukusupport chochote kitu kwa sababu tayari umemwacha kule ulikotoka, umekuja sehemu mazingira mengine. Natakiwa uwe na rafiki wa ukubwani kwa sababu kulingana na mazingira utakayokuwa nayo pale, lazima yule mtu rafiki wa ukubwani ndio akusupport mambo mengi sana. Hebu ngoja, kuna mshikaji kama anapita hapa. Hebu mwanangu toe mara moja. Mshikaji anapita hapa, ngoja tumuulize na yeye. Njoo mara moja. Njoo usogope. Hivi kuna swali hapa. Kati ya rafiki wa utotoni na rafiki wa ukubwani, yupi mzuri? Mimi namthamini rafiki wa ukubwani. Hiyo wote wa ukubwani. Kwani hamna mtu anayesapoti utotoni? Wa utotoni sawa, tunasema ni utoto. Sasa mpaka sasa tulipo tuseme ni utu uzima. Sasa rafiki wa utotoni na wa utu uzima ni tofauti. Kwa sababu wa utoto anakushauri mambo ya kitoto, lakini unapokutana na rafiki wa ukubwani mnashauriana mambo mengi kuhusu maisha, mambo yanapendeza. Labda nibadilishe swali. Hili la utotoni na la ukubwani. Yeah. Hivi kati ya utotoni na ukubwani wapi kuna usaliti mkubwa? Usaliti mkubwa unakuwa kwenye ukubwani. Kwenye urafiki wa ukubwani. Wa ukubwani. Yeah. Ni usaliti upo sawa, ndio. Kwa kipi bora sasa, utotoni ama ukubwani? Kipi kilichopo bora ni ukubwani pia kwa sababu ndio kunako maisha. Au mnaficha madhaifu yenu utotoni kwa sababu huenda mtotoni labda ulikuwa unajikojolea au kuna vitu ambavyo kwa vifanya vya utofauti labda unavificha, unaona kwamba wa ukubwani kasha kuona ushajipata, umevaa umependeza. Fichi madhaifu ya utotoni? Hapana, kwa sababu utotoni uko ni sehemu kunakopitwa, yani unapita kabisa. Kwa sababu utotoni ni sehemu unapokuwa umezaliwa. Sasa unapokuwa umezaliwa maeneo yale lazima uwe na urafiki wa utotoni, lakini kuna muda unajitafuta, unaenda mbali na utotoni. Sasa ni mikoa ya watu, utakuwa na ule rafiki wa utotoni au utakuwa na rafiki wa ukubwani ambata. Sasa ngoja maana mwanangu anaongea sana, ngoja nimkatishe hapo. Naona hili swali kidogo limekuwa na changamoto. Hebu ngoja niwabadilishie swali kwa sababu wote wamesupport rafiki wa nini? Wa ukubwani. Nitegemea nitapata mmoja wa utotoni na mwingine wa ukubwani. Bwana tuko barabarani hapa. Mihangaiko ni mingi sana. Mwanangu usiondoke, rudi. Kwa nini uondoke? Sasa tunauliza swali lingine. Ndio. Tude kwa mapenzi. Najua kila mtu anapenda. Mwanangu una demu? Hamna, sina demu. Kwa uko single yani? Niko single na enjoy tu. Nani anakuambia una enjoy ukiwa single? Wasanii wanasema kila siku, yani ukiwa single una enjoy kuliko yule aliyeko kwenye mapenzi. Sababu mapenzi changamoto nyingi bwana. Kwani una miaka mingapi? Mimi na miaka 22 tu. 22 upo single? Nipo single. Au sabuni zinahusika? Mapenzi amenichosha. Hakuna kukuchosha. Jamani, tunabadilisha swali hapa. Ndio. Yupi ambaye ni mwanamke mwenye malengo sasa? Tunakuja kwenye mambo, unajua ukishakuwa miaka 22 kwamba tayari ushaingia kwenye mfumo wa nini? Utu uzima, si ndio? Sasa mwanamke yupi ana malengo? Mwanamke ambaye ni mzuri sana au mwanamke ambaye ni mbaya sana au tuseme mwanamke wa kawaida? Yaani kwa hapo naweza nikasema kwamba mwanamke anayekuwa ni mzuri ni mwanamke ambao ana tabia nzuri, haipo kwenye mfanano wa uzuri wala wa ubaya, ila yuko kati. Ni mtu anayeheshimu mmewe, anayetii. Ndio mwanamke mzuri, kwa sababu unaweza akawa ni mbaya lakini anaheshimu mme na anamtii mme. Akawa ni mzuri pia akamheshimu mme na akamtii mme. Jibu lako nimelipenda sana. Hiyo tunaliweka pembeni. Hivi mwanamke yupi ambaye ana malengo kati ya mwanamke ambaye ni mzuri sana au mwanamke ambaye ni wa kawaida? Mwanamke yupi ambaye wakutengeneza naye malengo kwa upande wako wewe? Uzuri wa sura sio uzuri wa tabia. Na uzuri wa sura na uzuri wa sura. Hem, tukazie kwenye sura hapo.
yani unajua mwamba alinipoteza lakini nikamwachia. Ndio. Tuachane na mambo ya uzuri wa sura, uzuri wa tabia, au kuna msemo mwingine anakuambia yani uzuri sio sura tambuzi anao, si ndio? Ya wewe msemo unasema kwamba tuongee kati ya mwanamke mzuri au mwanamke ambaye ni wa kawaida, yupi ambaye wa malengo? Uzuri gani sasa ambao unasemea wewe? Uzuri wa tabia, muonekano. Kwa mawazo yangu naweza kusema mwanamke mzuri kwa upande wangu ni wewe mwenye tabia nzuri na sio mwenye nini? Mwenye sura nzuri. Si kama ngoja kwanza. Kwani mzuri hawezi kuwa na tabia nzuri? Moja kwa mia. Kwa nini sasa moja kwa mia? Waga sasa amenijizana na kazi nzuri sana. Kuna ndugu yangu hapa, yeye hajawahi kupenda na wala hapendi na hataki kupenda. Nipo naye hapo. Sema unaitwa nani vile? Mimi naitwa tuseme Mtulivu Boy. Mtulivu. Tusanue sasa hapo kwenye mwanamke mzuri au mwanamke wa kawaida, yupi unaweza naye malengo? Kwa mimi hapo awe mzuri, awe mbaya, imbali tu awe ana tabia zile zinazonilizisha mwenyewe, kwa sababu unaweza kuhitaji mwanamke ambaye ana sura nzuri lakini tabia zake sasa na mwenendo wake usikulizishe mwanaume, huyo unapiga pembeni. Lakini ukikutana na mwanamke ambaye yani anajitambua na anajitambua kwamba yeye ni nani na sehemu inayofuata anaenda wapi, basi huyo ndio mwanamke mzuri. Kwa hiyo wewe unachagua mwanamke mzuri au unachagua mwanamke wa kawaida? Yani yoyote yule, awe mzuri awe mbaya, mradi tu tabia anazo njema na nimpende pia na yeye anipende. Kwa sababu unaweza kusema kwamba nichukue mbaya, ni mbaya sawa, yani kwa mitano namwona tabia nzuri lakini akifika kwako anakuwa na tabia za ajabu. Na kuna mwingine unaweza kumwona ni mzuri kumbe ni mzuri wa sura, akifika kwako anakuwa na tabia ambazo ni mbovu. Lakini mzee hapa nikikupa muda utaongea mpaka asubuhi. Kwa hiyo mzee tunaungana vipi yani? Mwanamke upi ambaye ni mzuri? Mwanamke mzuri au mwanamke ambaye ni wa kawaida? Cha kuungana mimi hapa nadhani kuungana kilichoko bora, kwa sababu tuharakishe muda. Ndio. Wanasema ni mwanamke mzuri ndio unaweza kuungana naye, kwa sababu hata marafiki mwenye sura nzuri, ndio wanaweza kukusupport, kwa sababu umeoa mtu mzuri, mwanamke mzuri ambao hata mitano anaweza kusema kwamba mwanangu yule ametenda ameoa mwanamke mzuri ujue. Sasa hapa kidogo tumepata ushindani sasa hapa. Yaani hapa tunaweza tukaendelea na mada. Ndio. Mwanangu hapa kachagua mwanamke mzuri. Sawa. Wewe unachagua mzuri au mwanamke wa kawaida? Medium, wa kawaida. Wa kawaida. Ndio. Huyu tumepata wawili hapa. Sasa mwanangu huyu ambaye yuko single anatufungia mada hii. Mzuri wa kawaida? Mimi tuseme wa kawaida tu. Yaani tuseme wa kawaida kivipi? Yaani unajua kwenye maisha inatakiwa uchague hadhi yako, kwa sababu ukichagua hadhi ambayo sio yako, yaani tuseme umeingia pengine, ili ukichukua ambaye huyu ni hadhi yangu, yaani tuseme yaani hapo sikole. Kwani mwanamke ana hadhi? Tuseme sasa kwa mfano, yaani kwa wewe unavyojiona hapo, hadhi ya mwanamke ambaye unatakiwa kuwa naye ni mwanamke wa aina gani? Mwanamke ambaye anapaswa kuwa naye yaani awe na maisha kama ya kwangu. Mzuri au wa kawaida? Wa kawaida tu. Ndio maana uko single. Sasa ndugu zangu, mimi naitwa Bigman Easy. Hapa mada zilikuwa mbili. Sawa, ila mada ya mwisho hii nilikuwa nahitaji comment yako. Mwanamke upi mzuri katika mahusiano? Mwanamke ambaye ni mzuri sana au mwanamke ambaye ni wa kawaida? Hapa nipo na wanangu, lakini pia kabla hatujaachana na nyie, wanangu wana jambo lao. Wana series mpya ambao watakuwa na post YouTube. Kama unavyowaona hapa, tuko wote vibe la kutosha. Tupe neno kidogo kuhusu series yenu ya YouTube. Neno ya kuhusu series itakuwa ni kuhusu mapenzi. Kijana anayoingizwa kwenye mapenzi hajakuwa anahitaji kujitafuta kwanza awe na pesa. Kwa sababu atakapokuwa ameingia kwenye mapenzi hajajikizi kimahitaji, hatomudu mke, ataona kwamba mwanamke atajiingiza kwenye tamaa ndogo ndogo, kutamani watu wenye pesa. Sasa hataki, kwa sababu sasa hivi mabinti wa sasa hivi wanakimbilia kunako kipato, kunako chochote kitu. Na maana chochote kitu ni pesa. Hawafuati mapenzi wanayafuata, lakini wanatafuta pesa. Sasa kijana huyo anatafuta kwanza aone kuwa kwenye mahusiano akiwa na pesa. Ndio. Wazo ni zuri sana na nimependa. Yaani kwa kwamba hapo unatufundisha kwamba kwa namna akili yangu ndogo inavyonielekeza hapo kwamba hutaki kuingia kwenye mahusiano kama hujajipata, si ndio? Ndio kweli. Nao ndio makosa mengi ambayo tunafanya sisi. Unajua unataka kupenda alafu bado huna maokoto. Kwa kama huna maokoto wanakufanyaje wauni? Yaani kama huna maokoto ni pale mwanamke anapelekea kuvitamani vitu ambavyo viko nje na uwezo wewe mwanaume ambao ulionao. Sababu atatamani kuvaa, kupendeza, kung'aa, hali ya kuwa wewe bado sasa unajiangalia, unajitafuta, huna ule uwezo. Sasa mwanamke lazima ataingiliwa na tamaa.
Sasa ukiwa huna maokoto, lazima wahuni watatembea na mke wako, watamfuata kulingana na maokoto alionayo. Sasa ndugu mtazamaji pale, nafikiri katuelewa vizuri, lakini anataka kujua movie inaanza kushutiwa lini au inaanza kupostiwa lini, au movie iko tayari mmeshaiandaa? Yaani movie naweza nikasema kifupi tumeshaiandaa, ipo, ila kushutiwa ni katika Jumatatu wiki ijayo tunaianza na itakuwa iko mtandaoni. Sasa ndugu mtazamaji, kama mnavyoona hapa, hawa ni wasanii na wanafanya sanaa ya maigizo, wana jambo lao, wanahitaji support yenu, kwa msiwachoke. Mambo mazuri yanakuja kama unavyoona hapa. Hawajataka kuiba, hawajataka kufanya mambo mabaya, wanapambana, wanajipambania ndoto zao ili waje kuwa wakubwa. Neno la mwisho la kuwaaga ndugu watazamaji pale. Yaani neno la mwisho la kuwaaga naweza nikaaga kwa kuwa yani ni wanipe support, atusapoti, kwa sababu tusipopata support zao viewers nini na kutulike itakuwa sio vema, kwa sababu bado watakuwa wanaturudisha nyuma, hatutapata nguvu na sisi za kuwa uendelevu hapo baadaye. Lakini wakitusapoti pia tutakuwa na nguvu, kwa sababu ni jambo njema la kushauri na kuwafundisha vijana yani kwa maisha tulionayo sasa hivi. Yaani naomba watusapoti, kama pia kutakuwepo mtu anaweza kutusapoti pia atuunge mkono, atusapoti. Ndio hilo nadhani kaaga kwa muda huu. Yo bwana, Bigman East naondoka kama nimeacha kitu kwa meza, au sio bwana? Nafikiri tukutane wakati ujao, niko na wanangu hapa, tukao tunaumiza ndonga kama hivyo. Ulimola.